Bwana Yesu asifiwe. Asante sana mtazamaji wangu, siku ya leo nimekuja tena tukaweze kulisikia neno la Bwana. Asante yako kwa sababu ya kupata nafasi leo. I don't take it for granted. Najua kwamba ni muda wako ambao umechukua ili tukaweze kushiriki pamoja. Hebu tuombe. Baba, katika jina la Yesu na kushukuru na kuliheshimu jina lako. Asante Bwana kwa sababu ya watazamaji wote ambao wamejitolea siku ya leo ili tukaweze kulishiriki neno lako. Bwana, tupe ufunuo zaidi na zaidi tunapoendelea kulisikia neno lako. Katika jina la Yesu nimeomba na kuamini. Karibu sana mtazamaji wangu siku ya leo. Kwa majina ni yale tu, Pastor Nick. Niko na uhakika ya kwamba siku ya leo umebarikiwa na ninatazamia kwamba ubarikiwe zaidi na zaidi kwa jina la Yesu. Ningependa siku ya leo tusome maandiko ambayo najua si mara yako ya kwanza kuyasikia. Katika kitabu cha Hosea 4:6 maandiko inasema, my people perish due to lack of knowledge. Unaweza ona ya kwamba people can perish due to lack of knowledge. Knowledge is very, very important in the life of a person. Na ningependa niseme ya kwamba there is a process of knowledge acquisition ambayo kwanza mtu lazima ujue ya kwamba there is a fact. There is facts zinakupea information inakupea knowledge. Na wakati ule ambapo una apply knowledge in the right way, ndi ambayo tunasema ya kwamba you are a wise person. Therefore, you cannot be called wise if there is no knowledge that you have. So you need to have knowledge so that we can say that you are a wise person. Now, lazima ujiulize katika mambo yale ambayo unafanya namna gani. Lazima ujue nini cha kufanya. Ukuwe na knowledge ya kujua what to do. You should know what to do. Number 2, you should know why you are doing what you are doing. Whatever you are doing in your life, chochote kile ambacho unafanya siku ya leo mtazamaji, ningependa ujue ya kwamba ni kwa nini unafanya kile ambacho unafanya. Number 3, know how to do what you're doing, because there are people who are doing things but they don't know how they should be doing those things. So you should know how to do what you're doing. Number 4, you should know who. Lazima ujue ni nani utakayefanya kile ambacho unataka kufanya naye. Kama ni biashara, ujue ni nani ambaye unapaswa kuanza hiyo biashara naye. Chochote kile ambacho unafanya siku ya leo, njua ni nini ambacho unapaswa kufanya. Ujue ni aje unapaswa kufanya. Ujue ni jinsi gani ambayo unapaswa kufanya kile ambacho ungependa kuifanya, na basi ujue ni nani ambaye mtakayefanya naye kile ambacho unataka kufanya. So mtazamaji, siku ya leo ningependa tuangalie mahali ambapo watu wengi wamekuwa na discussion. Kumekuwa na lot of controversies about this topic, and that is why nimeanza kukuambia kwamba my people perish due to lack of knowledge. In the book of Hosea 4:6, people can perish due to lack of knowledge. Ningependa tuongelee a topic ambayo inaitwa a sonship, and ningependa tuongee part 2 ya spiritual fatherhood and sonship. Na ningependa ufungue Biblia katika kitabu cha Jeremiah, the book of Jeremiah 3:15. Jeremiah 3:15. The Bible says, and I won't give you pastors. Pastors ndio wale ambao wanaitwa spiritual fathers. I won't give you pastors. In other versions, utakuta like this one, inasoma ambayo inaitwa Global Study Bible, ambayo inasema I won't give you shepherds after my own heart.
who will feed you with knowledge and understanding. Knowledge and understanding. The work of a shepherd, the work of a spiritual father, is to feed the flocks with knowledge and understanding, for spiritual growth, mentorship, and nurturing into faith. So you need someone who will mentor you, someone who will make sure, who will see your growth, someone who will nurture you into faith. So you cannot live in isolation. I think this is one of the topics that have a lot of controversy. This is one of the topics that is the most discussed topic, because many people doesn't want to accumulate the fact. They don't want to get that knowledge that you should have a spiritual mentor. You should have a spiritual father. People want to have fathers in other grounds. People want to have mentors in business, mentors in career, mentors in every other aspect of life, but they don't want to have a mentor when it comes to spiritual growth. Let me tell you something. You need a mentor when it comes to spiritual growth. You need someone to nurture you into faith. You need someone to nurture you into faith. Leo ningependa tu kuingilia kidogo part 2 na sitaendelea sana. Part 2 nataka tu kugusia jambo moja ambalo ni la muhimu sana. Ningependa tuangalie ni wapi migogoro utoka kati ya baba ya kiroho na mtoto wake wa kiroho, between the son and the father. Ni wapi migogoro utokea? Kwa sababu tumeona migogoro mingi, tumeona vita nyingi, tumeona mambo mengi, tumeona kutokuelewanwa, tumeona mambo tofauti tofauti ambayo yanatukia kati ya baba na mwana. Ningependa tuangalie hizo shinda zinatoka wapi. Number 1 is lack of communication. Lack of communication between a spiritual father and a spiritual son inaweza leta difference. Lack of communication. Wakati mwingine the son expect the father to make a call. The father expect the father expect a son to talk to him or her, and also the son expect the father to make a call. But you meet sometimes father is busy and the son feels that it's like the father is not concerned. Unakuta mtoto wakati mwingine anakaa mpaka anafikiria ni kama baba hayuko concerned na mimi. So hiyo inaleta some differences. Another difference inaweza kuja when there is unmet expectations. There is what a father expects from you and you meet that you're not meeting those expectations. Unakuta you're not meeting those expectations, and also kuna kitu ambacho a son anahitaji from the father, so kunakuwa na unmet expectations, and that is why sometimes kunahitaji kunapaswa kuwa na kuwekana wazi, ili kusipatikane mahali ambapo kuna kitu ambacho baba anahitaji kutoka kwa mwana na mwana pia anahitaji kutoka kwa baba. So unakuta there are so many unmet expectations. Number 3, there is ego and pride, especially to sons. This is to sons. Sons, sometimes you can measure the pride of a son wakati ambapo son ameanza kuinuka certain levels. Unakuta ya kwamba such sons is not easy for them to be submissive anymore. Unakuta ya kwamba katika ile viwango wamefika, they cannot submit anymore. Maybe when you are nurturing them, they didn't know how to preach. When you are nurturing them, they didn't have a good life. They were not, maybe if kama ni economically, life was so hard for them. But when life maisha inaanza kusettle, you see that son can be pride. I remember wakati mwingine
kuna mtumishi ambaye alikuwa ananieleza vile ambavyo mtoto wake wa kiroho alikuwa amechapwa na maisha, alikuwa amepigwa na maisha, lakini wakati ule ambao alinunua gari alisema ya kwamba siwezi park gari yangu kanisa ya mabati, siwezi park my car in such kind of a church. When you are not in that level, when you are down, you didn't know that kuna mabati mahali hapo, lakini mabati yalionekana baada ya kuinuka viwango. So pride can bring a difference. Sometimes there are sons who think they are so educated more than their fathers. Unaweza kuwa umelelewa na baba ya kiroho ambaye anjasoma kama wewe, na unafika kiwango cha kuona ya kwamba yeye sasa ni mtu ambaye yani haustahili ukaa chini yake, kwa sababu sasa masomo yake imepita level yake. So sometimes ego and pride can bring a difference. Another times, number 3, unaweza kuta number 3 or number 4 is lack of mutual respect. Lack of mutual respect. Kuna mahali ambapo inaweza kufika ambapo the son can be familiar with the father until that son anafika kiwango cha kukosea baba heshima, kwa sababu sasa masoeano imeingia. You know, sometimes a father can bring a son very close mpaka son ajue all the weaknesses of the father, na the son akijua the weaknesses of the father, unakuta inafika to the level ya kwamba the son no longer respect the father. So inakuta kuna lack of respect because of familiarity. And that is why it's a warning to the fathers ya kwamba never let your son to be familiar with you. By all means, no man should be familiar with you. By all means, it doesn't matter what it costs, but there is no man who is under you should be familiar with you, because the more they get familiar, the more you cannot bless them anymore. You can't pray for them. You can't declare something and come to pass to their life because they have become familiar with you. Number 4 is misalignment of vision. Misalignment of vision. Your vision is different from that of your father. Sometimes we have seen people watu ambao wakati mwingine unakuta mtu ametoka katika a certain ministry because the founder of that ministry and a vision that is different from that of the son. Sometimes it's very nice, it's very good, it's so understandable mahali ambapo the son anaweza enda ambie baba, this is my vision, I have a different vision from your vision. And wakati ambapo kila mmoja ameweka mwingine huru, ameweka mwingine wazi, inakuanga rahisi sana watu kutembea pamoja. Lakini wakati ambapo the son has a different vision from the father, inakuwa ni vigumu sana kukua pamoja, kunakuwa ni vigumu sana kutembea pamoja, ni vigumu sana kuendelea pamoja. So kunaweza kuwa na hiyo shida. Number 5, kunakuwa na generational gap. Wakati ambapo maybe tuseme your spiritual father is 70 years or 80 years and now you are at your 20s, at your 25 years, at your 30s. Wakati huo there is a big gap. There is an approach. You approach things differently from your father. Vile your father an approach vitu ni tofauti na vile wewe una approach. So mahali hapo kunaweza kuwa na misunderstanding. But it is good the father to know the son is growing. It's also good to know it's also good for the son to know my father is old. So the way he is approaching things is not that he is approaching things from an ignorant perspective, lakini ni miaka yake inasema hivyo. So ni vizuri kukuwe na hiyo understanding. Ni vizuri kuwa na hiyo understanding ili ukaweze kuendelea pamoja. There is also jealousy and competition. Hii sitaiongelea sana kwa sababu
imelemaza huduma, imelemaza baba wengi, imelemaza wana wengi. Na mnajua hii sana mnaijua, jealousy and competition. Jealousy and competition, hiyo sitaiongelelea sana, kwa sababu mumeona ikifanyika, mumeona wakati mwingine father competing with the son, son competing with the father, so inaleta a lot of misunderstanding. Another one is failure to adopt changes. Failure to adopt changes, na hii inaletwa na ile ambayo tunasema generational gaps. So kuna zile changes, there are changes ambazo katika nyakati zetu, katika generation yetu, kuna zile changes ambazo tuna expect kuona, kuna vile ambavyo tuna expect. For example, I've met with a pastor who was telling me that in 90s they used to preach without instrument, and also he was telling me walikuwa wanatumia drum, ile drum karingaringa, walikuwa wanatumia karingaringa na wanahubiri injili. Lakini siku hizi si rahisi kutumia karingaringa, si rahisi pia kufanya crusade bila vyombo, you know, those kind of advancement. So unaweza kuta ya kwamba the father is pushing sons to do things ambazo zimepitwa na wakati. The son also is not understanding ya kwamba, understanding ya kujua ya kwamba mahali father amefika ni mahali pa yeye kufanya mambo hivyo hivyo. So that means kuna lazima kukuwe na someone who is adapting the changes ambazo zinafanyika siku hizi. The last one I want to talk about, ambayo nitasoma in the book of Hebrews, kitabu cha Waebrania. Nataka niangalie kitabu cha Waebrania kidogo ili nikaweze kueleza the last one ambayo ni muhimu sana. Nataka niangalie kitabu cha Waebrania from my Bible. Nataka nisome from the book of Hebrews 5 verse 11. Hebrews 5 verse 11. The Bible says, about this we have much to say. About this we have much to say, and it is hard to explain, since you have become dull of hearing. For though by this time you ought to be teachers, you need someone to teach you again. The expectations of these people was that these people by now they should be teachers. But now they need someone to teach them. When you read this sentence ambayo inasema, for though by this time you ought to be teachers, you need someone to teach you again. When you see the word again, it means they were taught before. They were taught before. Therefore, instead of them now becoming teachers, they need someone to teach them again. So they were once taught, but by now expecting them to teach, they need someone to teach them. That is what happens. Now, that is what happens in many places. And the last one ni ile ambayo tunaita spiritual immaturity. Spiritual immaturity. Mahali ambapo you have a son that you have taught for 3 years. You have taught all kingdom principles, all basics principles of the kingdom. You have taught everything that is required, lakini unakuta ya kwamba that person really anjafika kiwango cha kufundisha, na wewe una expect at that time that person should be teaching. Una expect hiyo mtu sasa katika kiwango hicho sasa akuwe yeye ndiye mwalimu, lakini unakuta yeye pia anataka kufundishwa. Hapo kunaweza kuwa na misunderstanding. Angalia hapo. The Bible says, the Bible continues to say, you need someone to teach you again the basic principles of the oracles of God.
You need milk, not solid food. You need milk, not solid food. Imagine teaching a son for 2 years, 3 years, 4 years, 5 years, 10 years, but unakuta ya kwamba this son also need to be taught again. Even the things you have taught, you need to teach them again. Expecting this son won't be teaching others, won't be mentoring others, will helping others to grow. Unakuta ya kwamba sasa yeye anafundishwa zile vitu ulifundisha miaka 2 iliyopita, zile ambazo unafundisha watoto wa kiroho ndizo zile ambazo anahitaji kufundishwa. That one can bring misunderstanding, spiritual immaturity. Zile vitu anafanya ni za utoto, hapo unaweza kuta ya kwamba there is misunderstanding. I want us tuachie hapo. In part 2 tutaendelea kutoka hapo, launching deeper. Tutaendelea kujua mambo mengi. Mungu awabariki sana kwa sababu ya wakati wenu. Ningependa niwaombee alafu tukaweze kumaliza. Baba, katika jina la Yesu na kushukuru na kuliheshimu jina lako. Asante kwa nafasi ile Bwana ambayo umetupatia ili tukaweze kulisikia neno hili. Bariki kila mtazamaji yeyote ambaye Bwana ameweza kusikia neno hili, ukaweze Bwana kumbariki na ukaweze Bwana kumfungua macho na kumpatia ufunuo zaidi na zaidi. Tunapoendelea Bwana kulisikiza neno, even as we go to the next to part 3 ya neno hili, Bwana tusaidie na ukawe pamoja nasi, na ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Shalom, God bless you. This is Pastor Nick. Tupatane in part 3.